Kuna maumivu ambayo wakati mwingine hayapigi kelele, lakini yanavunja moyo taratibu ndani kwa ndani. Na maumivu makubwa zaidi sio yale ya kutoka kwa adui, ni yale yanayotoka kwa watu wa karibu unaowaamini zaidi. Watu uliowapa nafasi moyoni, watu uliodhani hawatawahi kukuumiza kamwe. Lakini vipi kama siku moja ungefungua mlango na kukuta ukweli mchungu, ukweli unaobadilisha kila kitu kwenye maisha yako? Hii ni hadithi ya Zawadi. Zawadi alikuwa ni msichana mpole, mwenye upendo wa kweli, aliyependa kwa moyo wake wote bila kujizuia. Alikuwa kwenye mahusiano na mwanaume aliyempenda sana, mwanaume aliyemfanya ajisikie salama, akiamini ndiye mtu sahihi katika maisha yake. Walipanga kesho yao kwa pamoja, walizungumza kuhusiana na ndoto zao, na Zawadi aliamini huu ndio ulikuwa upendo wa kweli. Kwa upande mwingine, Zawadi alikuwa na rafiki yake wa karibu sana, aliitwa Lina. Rafiki aliyekuwa naye kila wakati, walicheka pamoja, walishirikiana siri nyingi. Kila mmoja alijua maisha ya mwenzie kiundani zaidi. Zawadi alimwamini Lina kuliko hata ndugu zake. Na kosa kubwa alilolifanya, alimfungulia moyo wake wote. Alimweleza hata changamoto za mahusiano yake, akimwomba ushauri, akiamini anamsaidia. Anasema, sikujua, kumbe nilikuwa namfundisha jinsi ya kuniumiza. Lina alikuwa anajua kila kitu kuhusu Zawadi, hadi ratiba yake ya kila siku alijua. Siku moja Zawadi alirudi nyumbani mapema kuliko kawaida. Hakumpigia mtu simu, hakumwambia mtu yoyote. Alipofika mlangoni, moyo wake ulianza kupiga kasi, kwa sababu alisikia sauti zilizompa mashaka kutoka ndani kwake. Alipofungua mlango, akaona kitu ambacho hakuwahi kufikiria. Walikuwa pamoja kitandani, wanaume wake na rafiki yake wa karibu, ndani ya nyumba yake mwenyewe. Dunia ilisimama, kila kitu kikawa kimya. Moyo wake ulivunjika vipande vipande. Hakuweza kulia, hakuweza hata kusema neno lolote. Alisimama tu akiangalia kwa sekundi chache, lakini zilionekana kama milele. Na hapo ndipo alipohisi amepoteza kila kitu kwa wakati mmoja. Na hapo ndipo ukweli ulipoanza kujitokeza. Sio kila anayekuita rafiki ni rafiki wa kweli. Wengine wanakuchekea, lakini moyoni wanasubiri nafasi ya anguko lako. Uaminifu ni hazina. Ukivunjwa, sio rahisi kurudi kama mwanzo. Red flags haziji kwa kelele, huja taratibu, na mara nyingi tunazipuuza kwa sababu ya upendo. Usaliti unaumiza zaidi ukitoka kwa mtu wa karibu, kwa sababu hukutarajia na uliwapa moyo wako wote. Maumivu ya kusalitiwa ni makubwa sana, lakini ukweli ambao wengi hausemi ni huu: haupotezi kila kitu. Mbali na maumivu yako, usijifanye uko sawa. Ni sawa kuumia. Jitenge na waliokuumiza. Amani yako ni ya muhimu kuliko uwepo wao. Jijenge upya. Maumivu yako ya leo yanaweza kuwa nguvu yako ya kesho. Jifunze kuamini tena. Sio kila mtu atakuumiza kama wao. Jipende tena, kwa sababu thamani yako haipimwi na waliokusaliti. Wakati mwingine, kuvunjika ndio mwanzo wa kujengwa upya. Na kumbuka, waliokusaliti hawakuonyeshi wewe dhaifu, wanaonyesha wao ni kina nani. Andika naanza upya kama umechagua kuendelea mbele. Subscribe, like na comment kwenye chaneli yetu kwa mfululizo wa mafunzo mbalimbali ya maisha.